Na ikiwa ni wakati mwingine murwa kabisa unaisikia sauti ya Sekitech, na leo nataka uifahamu hii inayoitwa akili mnemba, yani akili bandia, ama kule ngambo wanasema artificial intelligence, yani kwa kifupi ni AI. Sasa mazungumzo yetu leo yatakaa zaidi kwenye sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza nitataka wewe ufahamu ujue nini hasa maana ya akili mnemba, lakini sehemu ya pili nitataka ufahamu aina muhimu zaidi za akili mnemba, yani hapa tutazungumzia zaidi kuhusu ChatGPT, ambayo hii ndio itakayotupeleka katika hatua kubwa kabisa ya tatu, na hii si nyingine bali ni namna ya kutumia akili mnemba kujikwamua kiuchumi. Lakini kabla hujafika huko mbali kote, naomba tumsikilize Mheshimiwa Waziri Nape Nnauye. Maendeleo ya sayansi na teknolojia na ubunifu duniani yametupitisha kwenye mapinduzi kadhaa. Ndio maana tuna mapinduzi ya kwanza ya viwanda, mapinduzi ya pili, mapinduzi ya tatu, na sasa tuko mapinduzi ya 4, na kuna nchi zimeanza mapinduzi ya 5 na ya 6. Kila mapinduzi yaliyotokea yamekuwa na sifa zake, na katika hizo sifa kumekuwa na faida na hasara ya kila mapinduzi. Ni ukweli mtupu na usiopingika kwamba mabadiliko ya sayansi na teknolojia hayajawahi hayaepukiki, na sidhani kama kuna siku itakuja kutokea yataepukika. Unaweza kukubaliana na mimi kuwa hadi kufikia karne hii tayari ulimwengu umeshuhudia mabadiliko mengi makubwa ya teknolojia, na tunaendelea kuyaona mabadiliko hayo, na ni imani yangu mabadiliko haya yataendelea kadri jua linavyozidi kuchomoza. Zaidi sana ni mabadiliko haya ya karibuni, na si mengine bali ni kuhusu akili mnemba, yani AI, ambayo yamekuwa ni moja kati ya maendeleo yaliyogusa karibuni sekta zote, ikiwa ni sekta ya elimu, kilimo, siasa, jamii, uchumi na nyingine nyingi zinazoihusu teknolojia. Sasa nini maana ya akili mnemba? Hii ni sayansi inayolenga kuitumia akili ya mwanadamu, yani uwezo wa kufikiri, katika kuwezesha uhandisi wa nyenzo zinazorahisisha kazi, yani mashine. Vitabu vya kihistoria vinatueleza kuwa moja kati ya wanasayansi wenye mchango mkubwa kwenye teknolojia hii ya akili mnemba alikuwa akifahamika kama John McAfee, ambaye alikuwa ni mwanasayansi wa kompyuta aliyeshirikiana na wanasayansi wengine, ambapo kupitia maabara yake ya utafiti huko chuo cha Stanford alikuwa akiumiza kichwa kuona ni namna gani akili ya binadamu inatumiwa na mashine ikiwemo kompyuta. Yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kulitumia neno artificial intelligence katika miaka ya 1950. Kiukweli ameacha alama kubwa mno ambayo inaendelea kuwa dira ya wanasayansi mbali wa vizazi hadi vizazi, hasa katika kuiboresha akili mnemba, na amekuwa ni moja kati ya watu ambao wameweka mchango mkubwa ambao leo hii tunaburudika na akili mnemba katika sekta tofauti. Ukweli ni kuwa zipo aina kede za akili mnemba, na hii inatokana na mawanda mapana ya kimatumizi kwenye soko la teknolojia. Lakini kwa leo tutaangazia aina kuu moja ambayo ndiyo imebeba kiini cha upande wenye visenti, shilingi na minoti kibao ya teknolojia. Aina hii inaitwa limited memory AI, ambamo ndimo kwenye programu muhimu kama vile ChatGPT na bila kusahau Siri kwenye vifaa vya Apple. Aina hii ya akili mnemba imekuwa ikitumiwa mno kwenye sekta ya teknolojia. Kwa mfano, magari yanayojiendesha yenyewe, yani self-driving cars, yanatumia aina hii ya akili mnemba, ambapo magari haya hupewa uwezo wa kutumia akili kuyatambua mazingira, kujua ni wakati upi wa kuongeza kasi, kusimama au kukata kona. Na hiki ni kipande kidogo tu cha keki hii kubwa ya akili mnemba. Sasa ChatGPT ni moja kati ya mfano hai wa teknolojia hii. Neno GPT linasimama kama Generative Pre-trained Transformer. Hii ni programu inayoruhusu matumizi ya maelezo, yani kitaalamu huitwa prompts, ambao huyatumia kuunda picha, maandishi
data na hata video. Hivyo ni program inayofanya kazi katika mfumo wa kujibu maswali kama vile akili ya binadamu inavyofanya. Program ya ChatGPT iliundwa kwa mara ya kwanza kama nyenzo ya kiteknolojia mnamo mwezi Novemba mwaka 2022 chini ya kampuni inayofahamika kama OpenAI, ambayo ilianzishwa mwaka 2015 na kundi la wajasiriamali pamoja na watafiti mbalimbali akiwemo tajiri Elon Musk. Hivyo kampuni hii imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali ulimwenguni ikiwemo kampuni ya Microsoft. Kadri teknolojia inavyozidi kuboreshwa, akili mnemba imetajwa kuwa moja kati ya gunduzi zitakazosababisha majukumu mengi ya binadamu kutohitaji tena mkono wa binadamu. Na hii imekuwa ni kati ya sababu kubwa inayofanya mataifa yaibue maswali kuwa teknolojia imekuja kuchukua kazi za binadamu. Tunapaswa kukubali kweli huu kuwa teknolojia imekuja kuleta mtikisiko mkubwa kwenye ushindani na soko la ajira. Lakini la hasha, hatupaswi kukata tamaa, na kama teknolojia imeumbwa na sisi wenyewe binadamu, basi tunaweza pia kuimudu kikamilifu. Njia pekee ya kuyamudu mabadiliko ya kiteknolojia ni kuziona fursa ndani ya changamoto. Na ndio maana nataka kukuonesha jinsi ya kuitumia hiyo akili mnemba kujikwamua kiuchumi kupitia ChatGPT. Wakati ChatGPT inaonekana ni kama imekuja kuleta changamoto kwenye soko la ajira kwa sababu inaweza kufanya mambo mengi ambayo binadamu angeyafanya, lakini upande wa pili unaovutia zaidi ni kuwa programu hii inaweza kuwa fursa ya kutengeneza ajira mpya. Sasa unawezaje kuitumia ChatGPT? Kwa kutumia kifaa chako cha mawasiliano, iwe ni simu au kompyuta. Ingia kwenye wavuti kwa kusearch chat.openai.com, kisha utajisajili kwa kutengeneza account mpya, maana unapaswa kutengeneza account ili kuanza kuitumia ChatGPT. Baada ya kujisajili, basi safari ya kuzisaka fursa mpya za ajira inaanza. Na nikutoe hofu tu kuwa kuitumia programu hii haihitaji ujuzi wowote wa masuala ya kompyuta, na hadi sasa ni bure kabisa kuitumia. Ndio maana tunawafundisha watoto wetu, tunaandaa vyuo, tunaelimisha jamii ili tusipitwe, kwa sababu haya mapinduzi hayakwepeki. Lazima tujiandae kwenda huko mbele. Nisikondolee uhondo, vuta mkeka, kaa chini tuyajenge. Sasa hizi ninazokupa ndizo namna bora 5 za kutumia akili mnemba kufikisha uchumi wako kule kwenye kilele cha mafanikio. Tunalifungua dimba kwa namba 1 ya nguvu, na hii ndiyo inaitwa wazo la biashara. Inaweza isiwe sentensi mpya kuisikia kwenye ulimwengu wa ujasiriamali, lakini kuambii tu kuwa ChatGPT ndiyo programu inayoongoza kwa kutoa mawazo ya biashara yenye kuendana na mazingira, ujuzi, malengo na hata walengwa. Maswali yote ulionayo kuhusu biashara, majibu yake yanapatikana kupitia akili mnemba. Ubora wa programu hii ni kuwa inakupa nafasi ya kutoa mawazo yako na kisha kuyachakata ili kukupa majibu halisi na yanayoendana na biashara yako. Kwa mfano, unaweza kufahamu ni aina gani ya biashara unaweza kufanya kwenye eneo unaloishi, watu wanaokuzunguka na hata mtaji ulionao. Unachopaswa kufanya ni kujieleza tu kwa ChatGPT. Kichochoro cha pili kinahusu uandishi. Hapa ninazungumzia uandishi wa vitabu pamoja na uandishi wa nyimbo. Kwenye soko la burudani, yani entertainment, kuna wasanii wengi wanaoibuka kila kukicha. Kwa hiyo mashabiki hatuna tena shida na wasanii kwa sababu tunao wa kutosha. Lakini kuhusu mistari ya nyimbo, hapo ndipo bado tunahisi kuna kitu kinakosekana. Yani kuna ukakasi fulani hivi. Nasema tu, sisemi kila mtu awe mwanamuziki, ila kila mtu anaweza kuwa mwandishi wa mistari mizuri ya kufanya wapenda muziki watikise kichwa bila kutaka. Kupitia ChatGPT unaweza kuwa mwandishi mzuri wa nyimbo ndani ya sekunde 1 tu. Ndani ya sekunde 1. Unachotakiwa kufanya ni kuieleza ChatGPT kwa kuandika kwamba nyimbo yako ihusu nini. Kwa mfano, mimi naandika hivi: niandikie nyimbo yenye maneno 100 kuhusu akili mnemba, alafu weka vionjo vya Simba wa Tandale. Ni Simba doma. Hapa kinachofuata ni kumtafuta Estokizi tu akupe mdundo. Si unaona ndivyo rahisi? Basi hii ndio fursa yenyewe, yani andika, uza. Kwa upande wa uandishi wa vitabu pia ChatGPT imerahisisha kazi. Kitabu ambacho kingeandikwa na mwezi mzima na mkono wa binadamu kinaweza kuandikwa ndani ya dakika 1 tu na ChatGPT. Na sio tu kitabu, bali hata hadithi, riwaya
majarida na maandishi mengine yote yanaweza kuandikwa na ChatGPT. Waandishi mpo. Namba 3 kali inahusu ubunifu wa prompts. Kama nilivyokueleza hapo awali kuwa prompts ni maelezo yanayoandikwa na watumiaji wa ChatGPT ili kupata wanachokifikiri akilini mwao, iwe ni picha, hadithi, habari, historia na mengine mengi. Kama ilivyo kwa gari haliwezi kwenda bila matairi, na vivyo hivyo kwa ChatGPT haiwezi kufanya kazi bila kupewa maelekezo, yani prompts. Nadhani utakuwa shahidi wa hili. Unapoingia mitandaoni unakutana na aina fulani hivi za picha ambazo hazikupigwa kwa kamera ya binadamu, bali zimeundwa kwa akili ya binadamu kupitia ChatGPT. Kwa mfano, program ya Bing ambayo inatumika kama kiunda picha kwa maneno, yani AI Image Generator, imekuwa ikitumiwa na watu wengi, lakini changamoto ni kwamba zaidi ya 50% wanaoitumia bado hawafahamu namna nzuri ya uandishi wa prompts hizi. Hii ndio fursa ninayozungumzia kwako wewe unayenisikiliza. Tumia muda ulionao kusoma kozi mbalimbali mtandaoni ili kujifunza jinsi ya kuwa mwandishi bora wa prompts, na baada ya kupata huo ujuzi ufanye kuwa chanzo chako cha kipato kwa kuandaa na kuuza hizi prompts zenye maudhui mbalimbali kama vile zinazohusiana na michezo, maisha, tamaduni, vyakula, mavazi na mengi. Na kuhakikishia kama ulisema akili mnemba imekuja kuchukua ajira yako, basi ulikuwa unakosea. Basi yetu ya 4 inaenda kwa content creators. Ndio, content creators. Ulimwengu wa mitandao sasa hivi umegubikwa na watu wengi, hasa kundi la vijana wanaotengeneza maudhui mbalimbali kwenye mitandao ya TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube, Telegram na mengine mingi. Na faida ambayo wanaipata watu hawa ni pesa pamoja na ushawishi, yani influencers. Sasa tayari umeona ni kwa namna gani soko hili linavyokuwa kwa kasi, huku msingi wake ukiwa ni ushindani. Yani huku ndio kwenye maana kamili ya survival of the fittest. Kama una nguvu na baki na ukilegeza kamba tu, basi umepitwa hatua 9999.9. Ndio, ushindani huu usikupe pressure wala kujikatia tamaa. Unajua kwa nini? Kwa sababu unakwenda kuitumia akili mnemba, na hii ndio inayokupa utofauti wa hali ya juu baina yako na wengine kwenye soko la content creation. Ukijaribu kufuatilia content creators wengi mitandaoni, utagundua kuwa wanatofautiana sehemu ndogo tu, na hii ni ubunifu. Na hiki ndio kiungo kitamu zaidi kwenye jungu la content creation. Moja kati ya vitu ambavyo huwa vinachukua muda mwingi sana ni hatua ya mwanzo ya kutambua unaingiaje kwenye mitandao. Yani ni maudhui gani hasa yatafanya watu washawishike na waache shughuli zao wakufuate wewe. Hiki ndicho kipindi kigumu mno, ama vijana wanasema ni kipindi cha kujitafuta. Na hii ndio changamoto ambayo unaweza kuitatua kirahisi kupitia akili mnemba. Kwa kutumia ChatGPT utapata majibu ya maswali yako yote kuhusu content creation. Kwa mfano, unaweza kuuliza, napanga kuanza safari ya kutafuta pesa kupitia mitandao kwa kutumia wewe ChatGPT. Tafadhali nipe mawazo bora ya aina mbalimbali za maudhui yatakayonipatia pesa kwenye mitandao. Pia unaweza kuandika, nifundishe kuhusu content creation. Haya ni machache kati ya maswali mengi ambayo yanaweza kujibiwa kiufasaha kwa data kamili na ufanisi wa hali ya juu kupitia ChatGPT. Sasa unasubiri nini? Nitaendelea kusema hamna ajira. Namba 5 ndio inatufungia dimba leo hii, na hii ni kuhusu utengenezaji wa apps pamoja na tovuti ama websites. Nadhani hakuna simu janja au kompyuta ambazo hazina apps ama hazitumii tovuti. Inaweza kukushangaza nikikuambia kuwa hata wewe hapo unao uwezo wa kutengeneza apps na tovuti, tena bila gharama yoyote. Sababu inayokupa ni moja tu, na hii ni matumizi ya ChatGPT. Hapo awali ujuzi huu ulikuwa ni kwa watu wachache wenye elimu ya kodi pamoja na programming, lakini leo hii kila mmoja anaweza kwa msaada wa akili mnemba. Wapo wengi wanaotengeneza pesa nyingi kupitia Play Store na App Store kwa kuuza apps zao, pia kutengeneza tovuti, yani website engineers. Nadhani hata na wewe unataka kuwa mmoja kati ya watu wanaoingiza mamilioni ya pesa kwa kutengeneza apps au tovuti. ChatGPT
inaweza kubadilisha mawazo yako kuwa bidhaa muhimu kupitia maelekezo ya hatua kwa hatua. Itakufundisha kuhusu lugha ya kompyuta, yani programming language, ambayo ndio msingi wa kuunda apps na tovuti. Hivyo kupitia ChatGPT utapunguza gharama kubwa ambayo labda ungeipitia kutokana na kutafuta ujuzi wa kutengeneza apps au website. Kwa ujuzi huu unatolewa bure na ChatGPT. Na hizo ndio 5 bora ambazo zitakufanya wewe kutengeneza pesa kupitia akili mnemba. Itoshe kusema asante sana kwa kunisikiliza. Ila taarifa zaidi punde ni kwamba bado kapu la teknolojia limejaa vikorokoro vingi. Na hii niliyokupa leo ni 0.001 tu. Karibu tena.